kuna vitu ambavyo vinaweza vikakukwamisha kwenye maono yako. Kitu cha kwanza kabisa ambacho nakijua kinawakwamisha watu wengi ni tabia ya kutokuwa watu waaminifu. Usipokuwa mtu mwaminifu, kwa kweli huwezi kufika mbali. Unaweza ukafanya ujanja leo, siku ya kwanza, siku ya pili, lakini safari yako haiwezi kuwa ndefu sana. Ni muhimu sana ukiwa na dreams na vision, uwe mtu mwaminifu. Uaminifu kwa matendo, kwa maneno, kwa ahadi zako, ili kesho uwe na reference nzuri kuhakikisha unatimiza malengo yako. Lakini wakati unafuatilia dreams zako na unachase maono yako, ni muhimu ujue kwamba kuna kitu wazungu wanaita serenity. Kuna vitu kwenye maisha yako huwezi kuvibadilisha kwa sasa. Ni lazima uamini kwamba kwa sasa hivi mimi sina uwezo wa kutembelea gari kwa mfano, au kwa sasa hivi sina uwezo wa kula chakula cha aina fulani. Hiyo hali ikubali, kwa sababu hakuna hali inadumu kwenye maisha. Itafika mwisho tu. Kabisa itafika mwisho, kwa sababu mimi nimeyaona hayo maisha. Nikikwambia kwamba miaka 3 iliyopita labda hata kupata 1000 ilikuwa ni shida, ni jambo la kweli. Ni jambo la kweli kabisa, nimeliona. Hata mashahidi wengine wako hapa tumesoma nao. Lakini leo Mungu amenipigisha hatua moja mbele, kwa sababu nina maono ndani mwangu. Na drive ni maono. Hata kusimama mbele yako leo ni maono ambayo bado nayatimiza, kwa sababu ni kusudi la Mungu kulifanya. Sasa makusudi ya Mungu kwa maisha ya watu au mtu mwenyewe tunatofautiana. Mimi labda nimebebeshwa na Mungu kuwa inspire vijana, labda kujenga shule nchini na kufanya mambo mengine. Mwingine anataka kuwa mfanya biashara mkubwa wa vitu mbalimbali. Kila mtu kwa namna ambavyo amedesigniwa na Mungu. Tunazungumzia leo ni namna ya kuchase hayo maono. Utafikiaje hizo ndoto zako?